Bathsheba alikuwa katika huzuni nzito. Daudi alimkaribia si kama mfalme, bali kama mume aliyeshiriki naye maumivu. Akamfariji, akasimama karibu naye katika kimya cha maombolezo. Ndani ya maumivu hayo, Mungu alianza tena kazi yake ya neema, kwa sababu si kila mwisho ni kufungwa kwa mlango wa mpango wa Mungu. Na baada ya muda kupita, Bathsheba akazaa mwana mwingine, akamwita jina lake Suleiman. Na uzao wa Daudi ukazidi kuongezeka. Alikuwa na watoto wengi: Absalom, Amnoni na Tamari. Hao walikuwa ni wamojawapo. Absalom alikuwa ni kaka yake na Tamari. Tamari alikuwa na uso laini na wenye nuru, ukionyesha usafi na heshima ya kifalme. Macho yake yaliakisi upole na busara. Alikuwa na nywele ndefu nyeusi zenye mng'ao wa kupendeza. Alivaa kanzu ndefu ambayo muda wote ulionyesha utambulisho wake kama binti wa kifalme ambaye ni mwanamwali. Kutokana na uzuri wake, Amnoni alianza kuvutiwa naye, akampenda. Kadri siku zilivyopita, hisia za Amnoni hazikubaki katika mipaka ya kawaida. Tamaa ilimjaa kiasi cha kumfanya ashindwe kula na kupumzika. Akaanza kudhoofika mwili kwa sababu ya mawazo yaliyomtesa moyoni. Ndani ya jumba hilo la kifalme, Amnoni alikuwa na rafiki yake aliyeitwa Yonadabu, ambaye pia ni ndugu wa baba yake Daudi. Alimwona Amnoni kila siku akiwa mnyonge na mwenye mawazo mengi. Siku moja akamfuata na kumuuliza, "Kwa nini unakonda hivi? Na wewe ni mwana wa kifalme. Je, kuna jambo gani ambalo mimi huwezi kuniambia?" Kwa kuwa walikuwa marafiki, Amnoni akaamua kumwambia siri yake juu ya namna anavyomwona Tamari. Basi Yonadabu, mtu ambaye alikuwa na akili za hila, akatumia nafasi hiyo kumshauri uovu na kumwambia kwamba, "Wewe jilaze kitandani ukidai kuwa mgonjwa. Baba yako atakapokuja kukuona, wewe msi ukisema, 'Mruhusu dada yangu Tamari aje anilete mkate nipate kula na aniandalie chakula mbele yangu ili nikione, naye mwenyewe aweze kunilisha.'"